We have seen them. They have gone. They have gone. We cannot help. We only say, fare thee well. Rest in peace. Thank you. Tunaendelea kuombea kila jamii. Mungu awape faraja katika wakati huu mgumu sana. Mheshimiwa Rais, kwa sasa tungependa kwenda kwa nafasi ya viongozi waweze kutoa risala zao za rambirambi tukiendelea. Na niruhusu nimuite kiongozi wa walio wengi katika National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, aweze kuendelesha hiyo nafasi. Na naomba tafadhali tuweze kuokoa wakati. Tumepata nafasi tayari tukaongea mahali pengine, kwa hivyo tafadhali tufupishe kwa heshima ya jamii ambazo ziko hapa. Karibu sana Mheshimiwa Ichung'wah. Asante Mike. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, observing all protocols already established, familia za ndugu zetu waliotuacha kiongozwa na familia ya Mheshimiwa Ng'eno, Carlos, Nick, Amos na Wesley, na waombolezaji wenzangu, hamjambo. Your Excellency, kwa heshima ya familia za ndugu zetu waliolala hapa, tumekubaliana kama viongozi. Mheshimiwa Speaker alitupea wabunge wote nafasi ya kunena na kuomboleza na ndugu zetu kwa bunge la kitaifa, na juzi na jana pia viongozi wa kisiasa wamenena, na tumekubaliana kwa heshima na kwa utu kwa hizi familia za ndugu zetu
pamoja na wewe. Niingie nawe pamoja pamoja na wewe. Lima mbinguni niingie na wewe. Seneta wa Uasin Gishu County, Mheshimiwa Marago, keti chini. Seneta wa Bungoma County, keti chini. Mheshimiwa Ruto CPA kutoka kule juu Eldoret, Uasin Gishu County, Keses constituency. Sabina Shenge, special nominee or nominated member, Parliament Jubilee. Senator wetu wa Nandi County, Mheshimiwa Cherargei. Mheshimiwa Songo. Okay. Mbunge wa Mathera, Mheshimiwa Eric Wamumbi. Kipkelio West Hillary, Mheshimiwa Hillary. Kutoka kaunti hii, Mheshimiwa Ken Aramat. Mheshimiwa kutoka Special Head Senate Bomet, Mheshimiwa Joyce. Mheshimiwa Cherorot kutoka Kericho County o Kipkelion East. Senator wetu wa Nyeri County wa Matinga. Joseph Maklap kutoka the other side, Baringo North. Nasema yako mbio ndio tumalize. Olentutu, Narok County, mnamjua. Kimilo Kaiti, thank you very much. Mama wetu wa hii county, Agnes, asante sana Pareno, thank you. Musa Sirma, mnajua yeye kutoka hapa. Mheshimiwa kutoka Uriri, kule Migori County, Mheshimiwa Nyamita Mark. Women rep wetu wa Nairobi, Esther Pasaris. Marakwet East na Mheshimiwa Ngogoyo. Mama wetu wa county, Mheshimiwa Kangogo. Mama wetu wa county ya Narok, Mheshimiwa Rebecca Ntokei. Mama wetu wa county ya Kericho, Mheshimiwa Beatrice. Kuresoi North, Mheshimiwa Aya. Justice Kemei. Sigoetko sema haraka. DK kutoka Soi. Komingoi Bureti. Mama wetu ya kaunti ya Nyamira, Jerusha Momanyi. Mama wetu ya kaunti ya Bomet, Toto mwenyewe. Bomet East, Mheshimiwa Yegon. Mheshimiwa Tonui Kuresoi South. Kilgoris, mzee wa kazi. Mheshimiwa Sumkuli. Sang. Kisang, Senator. Mheshimiwa Mandazi kutoka Chepalungu. Mheshimiwa Moroto. Mheshimiwa Jafet Nyakundi kutoka Kitutu Chache North. Mheshimiwa CK. Aya, kutoka Sotik. Mheshimiwa Madhenge kutoka Nyeri Town. Mheshimiwa Baringo, women rep wetu wa Baringo Jematia. Mheshimiwa Jematia. Brighton Yegon, Konoini constituency. Mwalimu Wamboko Milemba kutoka kule Western. Benjamin Langat, Moi constituency. Kilel constituency. Bomet Central. Mheshimiwa Pukose Endebes, mahali Mheshimiwa Ngeno alitoka ndio kukawa namna hiyo. Kalole kutoka kule Kaloleni. Thank you very much. Senator Baringo wetu, huyu mgeni Senator Baringo. Chemitei. Kutoka kule Taita, mama wetu wa county Haika, Mheshimiwa Lydia Haika. Wakili Toroitich kutoka Marakwet West. Sema constituency Nakuru what? Rongai constituency. Yes, unasema constituency ndio unapo. Chebol constituency. Misau Kiminini mnajua. Steve Mogaka kutoka West Mugirango. Mheshimiwa Kiborek. Yes.
Haya. Mheshimiwa Mashukuru kutoka Kabete constituency, not Kiambaa. Betty Maina kutoka Murang'a County. Mheshimiwa wa Kuria West Mathias Robi, sio Kitayama. Senator wetu wa Trans Nzoia County. Senator nani? Yes, Alan Chesang. Mbunge wa Njoro Single constituency, Mheshimiwa Charity Kadhambi. Mheshimiwa Alice Ng'ang'a, mbunge wa Thika Town. Mheshimiwa Marian Kitan, mbunge wa Aldai constituency. Daktari Daniel Manduku, mbunge wa Nyaribari Masaba. Mbunge wa huyu mnajua yeye, Kuria Kimani, mbunge wa Molo. Mheshimiwa Janet Tienei, mbunge wa Taribo. Professor Baritok, mbunge wa Moiben. John Waluke Sirisi anasema anatoka Pungoma. Chesumeu Paul Biero mnamjua, na Mheshimiwa Kawanjiko firstborn wetu wa UDA kutoka Kiambaa. Thank you very much. Na huyu ni senator wetu wa Kericho, Senator Aaron Cheriot. Haya, asante sana. God bless you. Na mimi ni Osoro. Asante Mheshimiwa Osoro. Wale wengine ambao wamebaki hapa wakiongozwa na Mheshimiwa Kitilain Tutu hapa, Mheshimiwa Meli, Senator kando kidogo, Mama Tongei, Mama County wetu, Mheshimiwa Oscar Sudi, Mheshimiwa Cherorot, Mheshimiwa Rindikiri Mugambi, Mheshimiwa Senator Sigei, Mheshimiwa Mandazi na Mheshimiwa Kaikai Bisau. Hii ndio committee ambayo walituongoza kwa bunge kwa kutuandalia maandalizi ya mazishi haya. Nataka tuwapigie makofi ya kilo kwa kazi nzuri waliofanya. Na Mheshimiwa Rais wakati speaker aliwapea kazi chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Meli, co-chaired by Sigei and deputized by the Vice Chair of the Housing Committee, Mheshimiwa Rindikiri, alituuliza maandalizi ya mazishi ifanywe yote bila ubaguzi, ikiwemo ya Mheshimiwa Ngeno na hawa ndugu zetu wengine ambao waliaga dunia pamoja. Nataka kwa heshima nimuulize Senator wetu wa Narok aje kwa niaba ya hao viongozi wote atupe risala ya rambirambi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of Kenya, the families of Ngeno, an extension, the family of the Ntutus, the families of Sport Pesa, a young man who worked for the county government of Narok, the family of Robert Kipkoech, Carlos, the families of Nicholas, the photographer, and the families of Amos Kipngetich. I mourn with you. You know, Your Excellency, kifo ni kitu mbaya sana. If there was a way we could have a conversation with God, ni kumwambie aachane na hiyo kifo. Because it takes the best of the best. Your Excellency, I'm very emotional because I knew Ngeno very well. I've written a small tribute to him, and which I want to read, and then I can say one or two words. And I want the students of literature to pay keen attention to my tribute. I know the speaker, I'm sorry I forgot to mention you, is a student of literature. And here it goes. If hell had a door, I would walk right back and get you, Johanna. Because your fire was never meant to go out this soon. You burned too fiercely, too bright for your people, for your land, for justice itself. Today, Johanna, we stand broken, but not defeated. Because you didn't teach us how to surrender, you taught us how to fight. You taught us to be fearing. You faced eviction
not as a man running from power, but as a shield standing in front of the powerless. From the Mau Forest to the borders of Masai Mara and Kuria, your voice thunders like a storm refusing silence. You carried the pain of your people in your chest and turn it into courage that frighten those who profit from fear. The sky may never claim you in life, in fire, and still, but your spirit, that restless, defiant flame, still walk among us. You have become part of every tree you fought to save, every child you now who knows what it means to belong to the land. Johanna, if I could, I'll storm through the hell itself and bring you back. But you wouldn't only tell me, don't keep fighting, keep standing. And that is what we'll do. Rest now, warrior. We'll carry your spirit into every battle left undone. To the people of Miredikir, Kimen Tongong, Pikich, and Neunokab, Kipsumiet, Menyata, Mirmiriet, Menyin en One. The spirit of Ngong lives in us. And we are determined to make sure that we fight for the right of our people. Your Excellency, I've come to appreciate the fact that life is so fickle. Today you're here, tomorrow you're gone. The most important is for us to work and fight for our people. Ngeno and I had some very interesting times together. When I was busy fighting for our people, he's busy fighting for his people. But there's one thing that I learned from him. Nothing would stop him. Your Excellency, these people of Emurua Dikir are a special lot. They are not the ordinary Kipsigis, you know. These are fearless people who have always fought for what they believe. They are fully educated, yet they are still behind. Your Excellency, I want to request you to consider fulfilling all those promises that Ngeno had for his people. One, Your Excellency, and I will not be shy to say this, we still have our brothers who are evicted from the Mau Forest. And I participated in that without any apology to save this environment. But Your Excellency, we were supposed to compensate those people. I want to request you that we consider compensating those people. Give them a life. Recently, Your Excellency, there was a couple that trekked all the way to Nairobi wanting to see you. And I spoke to you about it, and you asked that the PS speaks to them. I want to plead with you to consider those people. I've also listened to these families. And Your Excellency, as a senator of Narok County, I want to request you to consider doing something special for these people. Now, Mr. Speaker, you are the chairman of the Parliamentary Service Commission. When we went to eulogize Ngong at his home, a young employee rose up and said, there's nothing as bad as waking up on a Monday and not going to work. The problem we have, we line our pockets. We protect ourselves with good benefits in Parliament. But the moment one of us is uprooted out of this earth by God, every employee of a senator, of a member of Parliament, is left jobless. Mr. Chairman of the Parliamentary Service Commission, please remember the staff of Ngeno. Find a way. And if there is a way in the PSC, you can pay them for the entire 5-year contract. Because when Ngeno gave them that contract, Kemani, Yerongoja. When Ngeno gave them that contract, they were assured of staying for 5 years. So I really want to plead with you to consider them. Finally, Your Excellency,
we came by road. The roads here are dilapidated. Please consider, and in fact it was very funny because when we were passing through Bomet, someone stopped our car and said, "Hii ndio barabara ya kwenda Singapore." And ndio inaenda kwa waziri wa barabara. And we told them, no, we are making strides. So I would like to request that you consider helping us so that these roads, hata ile barabara, ile daraja ilitengenezwa juzi, imeenda tena na maji, so that at least our people who are left behind can be able to continue supporting. This county of Narok and Bomet and all the neighboring counties here are industrious. When you walk around these areas, you see economic development. You see milk in the streets. On the road, you see people carrying fodder. But the problem is that the roads are so dilapidated, they cannot be able to get that food to the market. I want to end by saying we will miss Ngeno. And I think the clergy here, you need to teach us on how to have a conversation with God to suspend death. Thank you so much. Asante Senator wetu wa Narok. Nataka dakika moja tu mama wetu wa county, Mama Tongei. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, the Right Honorable, our Speaker of the National Assembly, the families of the bereaved and all protocol observed, Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, yangu yatakuwa machache sana. Unajua Your Excellency, tunaposimama hapa tumepoteza ndume. Na Your Excellency, unapozungumza juu ya Murwadingir, huwezi zungumza juu ya Murwadingir bila kuzungumza juu ya Ngong. Sisi kama watu wa Narok County, in fact Ngong was a brand. Na yeye hii brand alijitengenezea mwenyewe, akasimama na watu, akatoka Murwadingir, akatoka Narok County na akaenda Kenya mzima kama kiongozi wa nchi ya Kenya. Your Excellency, niko na maneno matatu. Kuna jambo ambalo watu wetu hapa wamesema, kuna mashamba watu bado hawajapewa title deeds. Na Your Excellency, wamesema Ngong vile aliondoka, yeye ndiye alikuwa title deed yao. Nataka kuomba Your Excellency, hiyo title deeds imaliziwe watu wa Murwadingir ili waweze kukaa vizuri, kila mtu awe na karatasi ambaye inastahili kuwa, kwa sababu hiyo ndio right ownership. Jambo la pili, Your Excellency, ni mambo ya pesa ya kina mama ambao uliniahidi wakati ulikuwa katika ile development tour Narok County. Your Excellency, mimi nataka kukuomba kwa heshima, siku ya leo tumalizie hiyo mambo ya hawa kina mama wa Murwadingir, kwa sababu walishinda wakiuliza hiyo pesa iko wapi. Your Excellency, nikienda kumalizia, sisi kama watu tunapolia siku ya leo, tunataka kuomba hawa familia waweze kusimamiwa ili waweze kuendelea vizuri, maisha yao iendelee vizuri, kwa sababu wamekuwa na shida mingi, kwa sababu dependence wa familia hizo simeondoka. Mimi sina mengi kwa sababu masaa imeisha, lakini nataka kusema familia zote, watu wetu wa Murwadingir, watu wa Narok County, poleni sana. Mungu atufariji na Mungu atupembeleze. Mwisho kabisa, tunapofanya hii investigation, Your Excellency, watu waliomba kwamba tuweke mtu mmoja wa Narok County ambaye atakuwa macho ya hii familia, ili tunapofanya investigation ya hiyo ndege iweze kujulikana, ili watu wa Narok pia wapate hiyo jawabu ambaye ni nini ilisababisha hiyo ajali ya ndege. Mungu awabariki sana, tunawapenda. Asanteni sana. Asante mama wetu wa county. Tawauliza Kiti Peter na wabunge kutoka Uganda wenye wako, tafadhali msimame. We appreciate you. Vile mlisikia hao wabunge wengine, Chelogoi Geoffrey, Kitio Patrick, Sakaja Martin, Chesol Tom, Honorable Sange Jacqueline. Hao wote ni wabunge kutoka nchi yetu jirani ya Uganda. Tuwapigie makofi kwa kuja kufariji familia ya Mheshimiwa Johana Ngeno. Haya, Kiti kuja basi usalimiane. Kwa niaba yao Mheshimiwa Kiti asalimie. Naambiwa Mheshimiwa Ngeno, ile kazi umeona ya artists wa Kalenjin ambao alikuwa na support,
ameenda mpaka Uganda kusupport artists wetu wa Kalenjin ambao wako pande ya Uganda. Karibu dakika moja. Thank you very much. I want to say, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, the Speaker of National Assembly, and all protocol observed, I bring you condolences from Kapkugo in Uganda. We come here with a heavy heart and grief that indeed, I want to say, Honorable Joanna Ngeno has been a dear brother to us. For long, what you have to know is we are Kalenjins from Uganda. And for long, we have been a little sidelined or marginalized, and we have felt cold. And indeed, last year, Honorable Joanna Gong, when he came to Uganda, he brought a lot of warmth and connection to us in Uganda. When we were feeling the warmth, we were like, at least we are now connected to our brothers. It is unfortunate that when we are trying to jubilate, we have lost him. It is indeed very unfortunate. And I want to say something special about him. And to the eulogies that have been given. Mheshimiwa, I think, has been a man who sees people who have been oppressed. He's a guy who fights for the oppressed. Because I see among his aides, he has employed mainly people from low families. When you come to most of the musicians, they have been despised for long. But in Uganda, for the first time, we had the Kalenjin Festival. Otherwise, I want to thank you all, and I want to say that we shall really miss him. In front of us here, I have Honorable Kitio Patrick from Kapchorwa Municipality. Then I have Governor, who is LSC5 Chairman for Queen. Then Chelokoi. And then I have the youngest governor, that's LSC5 elect for Kapchorwa District. Then I have the governor elected for Bukwa District. And then I have the district commissioner for Kapchorwa. Your Excellency, just one thing. Your Excellency, for long, we have not felt the touch. In fact, 2 weeks ago, the late invited me to Nairobi. And we talked a number of things, including how can we bring our people together. In that conversation, we proposed that we shall have a meeting with our Kalenjin brothers and later come and meet you. I'm requesting that we get that opportunity with our new elected leaders and some opinion leaders in Uganda and especially Kapkugo. I will be very grateful if that will be done. Otherwise, together I have also our cultural leader from Sebei, His Highness Sulge, another team. Thank you so much, Your Excellency. I look forward for more interaction. May his soul rest in eternal peace. Asante, and I'm told there is a huge delegation from Uganda. If you can be upstanding to appreciate how viongozi wote ni viongozi kutoka nchi jirani ya Uganda ambao wamekuja kuomboleza pamoja nasi. Kufikia hapo, nataka nimwalike governor wetu wa Narok County, Governor Ntutu, ili naye aje atuhutubie. And as the governor comes, on behalf of all those members of parliament, once again, we want to convey our very deep condolences to the families of our departed colleagues. Mheshimiwa Rais, unajua tuliingia bunge mwaka moja wa 2013 na Mheshimiwa Joanna Ngeno, na tulikuwa kamati moja tukiwa na yeye na Mheshimiwa Oburu na viongozi wengine ya Public Investments Committee, na ile kazi ambayo Mheshimiwa Rais umekuwa ukifanya ya affordable housing nilisema juzi kwa kanisa. Our country is only poorer today without Mheshimiwa Joanna Ngeno. Haingewezekana tuweze kutekeleza ile kazi ngumu ambayo tumeweza kutekeleza, hasa ya kupitisha sheria ya Housing Levy Fund,
kama sio uongozi wa ndugu yetu Mheshimiwa Ng'eno. Alisimama mbele, akaweka kifua yake mbele na akasema lazima aungane na wewe ili tuhakikishe ya kuwa tumetimiza yale mambo ambayo tuliwaambia watu wakati wa campaign, na ametuongoza vizuri sana kwa bunge la kitaifa. Na nilisema viongozi ambao wanafanya na yeye kwa kamati ya housing and urban planning, wao wote wanakubaliana hawangekuwa na mwenyekiti mwingine mzuri zaidi ya Mheshimiwa Ng'eno. Tumempoteza ndugu yetu pamoja na ndugu zetu hao wengine. Tuseme Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema, na tuendelee kuombea familia zao ya kuwa Mwenyezi Mungu atawapa faraja na kuwapa nguvu ya kuweza kuendelea na maisha pasipo na ndugu zetu ambao wametuacha. Asante, na karibu gavana wetu, utujulishe magavana walioko, kisha umwalike spika wa bunge na mwalike naibu wa rais. Asante. Asante sana majority leader wetu Ichung'wah, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, the Deputy President Professor Kindiki, the Speaker of the National Assembly Moses Wetangula, the clergy led by the Bishop of Baptist and AGC, waheshimiwa wabunge, wandugu zangu colleagues governors ambao wamefika hapa, mabibi na mabwana, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalamie wote, Bwana Yesu asifiwe. Basi yangu pia ndachukua nafasi hii ya kipekee nitoe risala saramrambi kwa familia ya wandugu zetu ambao wamepoteza maisha. Nasema poleni sana. Sisi wote tuko na uchungu mwingi kwa kupoteza hawa ndugu zetu. Labda kabla sijasema mengi, sababu ndasema mambo matatu tu, nataka nichukue nafasi hii nitambue wenzangu from the Council of Governors ambao wamefika hapa wakiwa wanaongozwa na jirani wangu Professor Hilary Parjok. Tafadhali msimame tu hapa kidogo, hapa tu. Ndugu yangu Stephen Sang from Nandi, Eric Mutai from Kericho, Susan, my sister from the neighboring county, Susan Kika, Wesley Rotich na Kachapin. Tafadhali kwa Kachapin, sijamuona hapo Kachapin, na pia Deputy Governor wangu Koech, na pia Deputy Governor wa pande ya Bungoma Jennifer. Asanteni, tafadhali muwef tu kwa sababu ya wakati na vile mvua iko. Asanteni sana, muwapigie makofi tafadhali. Wale ambao pia ndawatambua ni county assemblies zetu ambazo ni jirani. Tuko na county assembly yetu ya Narok, Bomet, Kericho, Nakuru na wale wengine wote. Kama wewe uko hapa na wewe ni MCA na wewe ni speaker, tafadhali naomba usimame pale huko. Sisi sote tuamke. Tusimame. Tusimame tafadhali. Hebu muwef tu hivi, angalia huko kwa wananchi na uwef. Thank you very much, wakiongozwa na speaker wetu Ole Dikir. Wafanyikazi, tuko na CEOs sahisi county zangu ama county zetu ambazo siko karibu. Tafadhali msimame tu. If you are a CC, kama wewe ni mfanyikazi ya county government, hii ni serikali yetu ya hapa ya ugatuzi, tafadhali msimame tu na muwef namna hii. Thank you very much. Your Excellency, nimeambiwa pia tuko na former governor wa Bomet, ndugu yangu Isaac, asimame tu pia aonekane pahali yako. Asante sana. Thank you very much. Thank you. And then also asante. Pia tuko na I don't know whether the former governor of Narok ako hapa, sijui kama ako area, asimame lakini sijamuona. Asante. Your Excellency, kwa sababu ya muda, mimi nataka niseme mambo matatu tu. Ya kwanza ni kwamba mimi nimepoteza ndugu yangu Joanna Ng'eno, mfanyikazi wangu SportPesa, na hawa wa ndugu zangu wengine wote
ambayo wako hapa, na labda tu niwaambie wageni wetu ambao wametoka mbali. Joanna Ng'eno ni rafiki yangu, pia ni son-in-law, na kwa kweli kuna mambo matatu ambayo mimi nakumbuka sana Joanna Ng'eno. Ya kwanza, tulikutana naye hapa Kilgoris, nafikiri ilikuwa 2011, na akaniambia ya kwamba ataenda kutafuta kiti ya ubunge ya Emurua Dikir kama tutapata constituency, na mimi pia nikamwambia nitatafuta kiti ya constituency ya Narok West. Baada ya hiyo, tulipochaguliwa pamoja tuwe wabunge, tuliweza kwenda kufanya kazi, yeye akiwa ni neighbor yangu, mimi niko Narok West na alikuwa Emurua Dikir. Lakini kila wakati tukikuja nyumbani ananipeleka kwa mama, tunaenda kukula chakula na tunamaliza. Lakini siku moja nikamuuliza yeye ni siku gani tutaenda kwa bibi yake. Akaniambia governor, bado natafuta. Ama wakati hiyo nilikuwa mjumbe, akaniambia mheshimiwa, bado naangalia. Akamwambia ndugu, naona kama umechelewa. Na kwa kuwa mpaka tuka siku moja akaniambia leo niko na news. Nikamwambia ni news gani hiyo utaniambia? Ya kuoa ama ni gani nyingine ambayo sijui? Akaniambia mimi nitaoa kwenyu. Kwa sababu umekuwa ukinisumbua kila siku nioe, sasa ndaoa kwako. Hey, mheshimiwa, haya ni makubwa, lakini karibu hata ndaoa the grandchild of nafikiri Sudi kama ako hapo anajua pali wamekuja kuniambia maneno. Na kutoka hapo alikuja akachukua ama akapata bibi yake ambayo ni Naiyanoi Ndutu, na mimi nashukuru kwa sababu tangu wapatane wako na watoto wawili, two beautiful daughters, na nataka tu kuambia jamii ya Ng'eno kwa sababu wako hapa katika desturi ya Kiafrika, hasa jamii ya Wamasai na Kipsigis, kwa sababu najua huyu sasa sio wetu. Hata kama Joanna Ng'eno ameenda, huyu ni mtoto wenyu na ataendelea kuwa bibi ya Ng'eno mpaka Mungu pia atukutanishe huko mbinguni. Jambo lingine la pili ambayo nilimjua Ng'eno, siku moja tulikamatwa wakati tulikuwa na maandamano kubwa huko Narok. Mimi na yeye na wabunge wengine wa 4 na senator tukawekwa ndani, the Muthaiga 5, wale wanajua. Sasa alikuwa ameona mimi natafuta, najaribu kupiga simu nitafute bond nilipe alafu tutoke. Akaniambia bana governor, mheshimiwa, usilipe hii kitu, tutalala hapa. Nikamwambia mheshimiwa, mbona unataka tulale sel? Akasema hapa ni mzuri, hapa ni sawa. Sasa naangalia huyu ndugu yangu ananiambia tulale sel. The following day tukalala the whole night. The following day tukapelekwa kotini. Your Excellency, wewe unakumbuka hiyo kesi? Sijui ulifanya nini hiyo kesi. Ni hiyo siku moja tu tulienda, tulipokupigia simu. Hiyo kesi mpaka sasa sijaijua nini imefanyika, ikaisha namna hiyo. Ya pili, Your Excellency, ama ya tatu ambayo namkumbuka Ng'eno ni the last day. Alinipigia simu around saa 3. Kaniambia governor, jioni hama saa 8 hivi nataka ukuje unisaidie tupeane bursary of the needy students pale Kapsasian ward. Lakini nitaenda ndarudi. Nikamwambia governor, mheshimiwa Chamba Mbumbut, vile na muitanga yeye Chamba Mbumbut, sitaweza kufika sababu mimi niko huko empowerment ya kina mama pande ya Narosora. Ng'eno kama vile mnajua akacheka for almost 1 minute, anacheka yani continuously. Kamwambia mheshimiwa, mbona unataka? Ananiambia mheshimiwa, usijali governor, mimi niko na ndege. Nikitoka Nandi Endebess nitatuma ndege nikiwa Emurua Dikir ikuchukue, alafu uje tupeane hiyo basari, kwa sababu mara kwa mara tunasaidiana naye kupeana basari kama ni ya county ama kama ni ya hapa Emurua Dikir. Your Excellency, little did I know that was the last time that I will talk to my son-in-law.
Mimi nataka tu niseme hivi kwa wakaaji wa Emurua Dikirr na kwa Kenya kwa jumla, ya kwamba ndugu yetu Mheshimiwa John Ng'eno ametuacha. Lakini nataka kuambia watu ya Emurua Dikirr, kutoka sasa mpaka tupate mjumbe mwingine ambayo nyinyi wenyewe mtachagua, mimi nitasimamia kazi yake mpaka mpate mbunge mwingine. Your Excellency, kuna mambo manne ambayo John Ng'eno alikuwa anaendelea kufanya, ndio nikimaliza. Ya kwanza, kuna kwa zile 14 ESP market ambayo tumejenga hapa kwa kaunti ya Narok, Mamboleo market na hii ESP hapa Dikirr iko 95-96%. Lakini Your Excellency, kuna pia market ya Njibiship, na nafurahi kwa sababu nimeona mwenzake ambaye alikuwa vice chair ya housing. Hii ni kazi ambayo tulikuwa tumeweka na yeye ya kwamba tujenge hiyo Njibiship ESP market, na Hinga pia Hinga anajua ya kwamba tulikuwa tayari tumeweka pesa. Your Excellency, also unakumbuka siku ile tulikuja hapa Dikirr town, tuko na land ambayo tulikuwa tumeweka tujenge 200 units ya affordable housing. Na hiyo Your Excellency, kama vile alikuwa amekuambia yeye ndio chairman, na itakuwa ni aibu kama hajajenga affordable housing hapa Emurua Dikirr, tafadhali uhakikisha ya kwamba tumejenga ndio tukumbuke ndugu yako. Pia Mogondo tulikuwa tujenge 200 units. KMTC ambayo iko hapa Kuranguri pia tulikuwa tujenge hostels ambayo ni karibu nyumba 200 ama 180. Pia TTI ambayo mwenyewe ndiye alianzisha hili ambayo tuliwacha mandege zetu hapo pia, kwa sababu wanafunzi wanaendelea kuwa wengi. Tunakuomba Your Excellency, kwa sababu hii ndio kitu alikuwa anafanya, ya kwamba tujenge pia hizo hostels ya TTI na KMTC. Your Excellency, tukikuja barabara, kuna hii barabara ya Chebole Dikirr ambayo tulikuwa tumesema iwe tamak, na kwa sababu pia kuna maintenance kidogo tunataka ifanyiwe, na waziri wa transport ako hapa, tulizungumza hiyo bwana Chirchir, ya kwamba hizo potholes zimekuwa mingi, tuone kuweza kuhakikisha ya kwamba tukape. Your Excellency, also hii barabara ya Mogondo Mogor Esoi, hiyo ni mambo ambayo alizungumzia wewe siku ile tulikuwa, ya kwamba tunataka ijengwe. Na hiyo barabara pia Your Excellency, unakumbuka hiyo barabara kutoka Mogor, na najua Chirchir anajua hii, na tunashukuru tunafanya kazi na wewe. Hiyo barabara inatoka Bomet inakuja kupitia Mogor na kupitia Njibiship kuteremuka kwenda Kilgoris, alafu from Kilgoris iende Nosaen na iende mpaka huko Migori. Tunaomba, kwa sababu najua World Bank wamefanya design, na naomba kabisa kwa heshima, kwa sababu waziri wako wako hapa na najua tunafanya kazi na yeye, hata hawa watu ambao wamekuja kufanya design mimi nilikutana nao. Naomba Your Excellency, ikifika June this year hiyo barabara tuanze, kwa sababu ni barabara moja ambayo itafungua eneo hii yetu ya Emurua Dikirr na Narok County kwa jumla. Your Excellency, ya mwisho ambayo ilikuwa ndoto yake, na unakumbuka tulizungumza hii na wewe, ni Masai Mara University branch hapa Emurua Dikirr. Your Excellency, unakumbuka wakati ulikuja kututembelea kwa development tour, tulisimama pale Olormasani na wewe mwenyewe ukatangaza ya kwamba tutakuwa na Masai Mara University branch hapa Olormasani, na tayari kwa sababu Mheshimiwa Ng'eno alikuwa anapenda sana maendeleo, tulienda tukatafuta land ambayo tuko na primary school, Kapkoros primary school, na tukapata land ambayo it's enough, na hata hao watu wa university wamekuja huko, tumemtembeza huko. Naomba tu Your Excellency, kwa sababu watu wangu wote wale wako hapa, ututangazie hii itaanzwa lini ili tuweze kuendelea, na itakuwa ni njia ya kukumbuka pia Mheshimiwa John Ng'eno. Kwa haya machache Your Excellency, mimi nataka tu nishukuru watu wangu wa Emurua Dikirr. Jana tuliongea na nyinyi na tukasema leo tuko na wageni ambao wanaongozwa na Mheshimiwa Rais, na nashukuru kwa utulivu wenu. Jana sisi tuliongea ile mambo yote tuliongea, lakini Your Excellency, kabla sijaketi,
hawa wananchi wameniambia, kwa sababu hiyo accident ilifanyika, tunaomba ichunguzwe ni nini ilifanyika, na pia tuwe na mtu mmoja kama inawezekana, sijui kama sheria if the law will allow, ya kwamba we include one of the person ama one person kutoka Emuru wa Digiri, ili wanapofanya hiyo uchunguzi tujue ya kwamba we have cleared the air, ili kila mtu aridhike kwa moyo yake ya kwamba yale yamefanyika ilikuwa ni accident. Your Excellency, ndafikisha hapo, na niambie watu wangu msiwe na wasiwasi. Kama gavana wenyu kawaida, wakati Ngong alikuwa hapa, hata kama vile ameenda, mimi nitashikilia pahali ambapo ameacha, mpaka nyinyi wenyewe muamue ni MP gani mtachagua. Sio sisi, ni nyinyi wenyewe mtaamua. Kwa haya machache ama mengi, Mungu amweke warehemu pahali pema peponi. Sasa nitachukua nafasi hii ni alike rafiki yangu ambayo ndio Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, aendeshe program kutoka hapo. Karibu Speaker. Asante sana. Mungu yu mwema na kila wakati. Your Excellency, our President, our Deputy President, the families of our departed heroes, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa MCS na viongozi wa mashinani, waheshimiwa governors na waheshimiwa wananchi. Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa kwa majonzi makubwa. Tumekuja kuomboleza kifo cha mbunge wetu na marafiki zake ambao alikuwa anatembea na wao, ambao tumeelezwa walikuwa karibu sana na yeye na walikuwa wakifanya kazi na yeye. Mheshimiwa Johana Ngeno amekuwa mbunge shupavu, mbunge wa maono, mbunge mkakamavu, mbunge wa heshima kwake mwenyewe na kwa wenzake katika bunge. Aliingia bunge 2013 wakati hii constituency iliundwa, na mimi nilimjua mwaka wa 2006 aliponitembelea kwa ofisi nikiwa katika Foreign Affairs, akitaka nimsaidie kuja kusimama hii constituency ya zamani. Kura ikapigwa, hakutangazwa mshindi. Akarudi kuniona akaniambia, my friend, thank you so much for supporting me. I won but I lost. Na urafiki yetu ikaendelea hivyo. Wakati nimekuwa speaker wake wa bunge, unakumbuka Mheshimiwa Rais, kura iliyopita tulikuja hapa mara mingi sana tukikampaign na Mheshimiwa Ngong. Mheshimiwa Ngong alikuwa ni mtu wa msimamo. Akipanga kitu lazima ipangike. Akitaka kufanya kitu lazima ifanyike. Na katika bunge nimeangalia stakabadhi zake, hakuna hata siku moja ameambiwa amekosa nidhamu ya bunge. Kwa maongezi, kwa maono na kwa nidhamu. Kwa hivyo tunasimama hapa kuomboleza shujaa wetu na mashujaa wenye alikuwa na wao.
Katika maandishi kwa kitabu yake nilisema Parliament has lost one of its finest. And I meant what I said because he was a fine man. Waheshimiwa wabunge, nataka kuwashukuru kwa sababu kule bunge tuliunda kamati ikisimamiwa na Mheshimiwa Meli na wale wenzako mmesimama hapa kutoka mabunge ya Seneti na bunge la kitaifa, na mmesaidiana na familia kufanya kazi ya kupeana heshima ya mwisho kwa mwenzetu. Mumesimama hapa wabunge, nimehesabu tuko wabunge hapa 94 ambao wamekuja kusindikiza Mheshimiwa Ng'eno na wenzake. Hii ni heshima kubwa kwa mwenzenu na ni kielelezo ya kwamba yeye alikuwa ameguza kila mmoja wenu kwa njia moja au ingine. Kwa hivyo leo jamii ya Emurua Dikir, you've lost your first and last line of defense in all your interests. But God gives and God takes and gives again. Katika kitabu kiliandikwa na mwandishi mmoja kule Tanzania anaitwa Shaban bin Robert, kinaitwa Maisha yangu na baada ya miaka 50. Anasema nimetembea safari yangu mpaka kilele cha mlima. Nikaangalia kule ninatoka, nikatazama kule ninaenda. Na nikamshukuru Mungu kwa kunipa nguvu ya kutembea hiyo safari na aniongeze nguvu ya kuendelea na hiyo safari. Johana Ng'eno alitembea, akaangalia nyuma, kutazama mbele. Mungu akamwambia safari yako imetosha. Na amempumzisha. Kazi ya Mungu haina makosa. Like we always say, God has never suffered from memory loss. He knows what he plans for each one of us, and he planned it this way for our brother. Kama bunge la kitaifa na bunge la seneti, tunaombea hizi familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Mungu awaweke mahali pema. Mheshimiwa Ledama, nimesikia maneno yako kuhusu wafanyakazi wa ndugu yetu, na tukifika Nairobi ukuje unione tusungumuze. Kadiri ya uwezo wa kisheria na nguvu zetu tutaona ile tunaweza kufanya. Asante sana waheshimiwa wananchi kwa kujitokeza kwa wingi na kuweka nidhamu ya hali ya juu katika mazishi kama haya ya mwenzetu ambaye alikuwa mwanasiasa machachari, mwanasiasa wa heshima. Sasa ni nafasi yangu kumuita Deputy President wetu, naye pia aje atoe rambirambi zake, na muite Mheshimiwa Rais atuhutubie. Mungu awabariki na tuombee familia hizi sikae kwa amani. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, nataka kuomba mawaziri ambao wako hapa wasimame tuwatambulishe kwa wananchi na waombolezaji. Pale mwisho ni waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir. Hapo mbele yangu ni waziri wa usalama wa taifa Onesmus Kipchumba Murkomen. Dada yetu ambaye anatoka kaunti hii, waziri wa ulinzi Soipan Tuya. PSs kama wako naomba tusimame
sijui kama tuko wengi, PS Aurelia Rono ambaye anatoka hapa Bomet, PS Cabinet Affairs, no, Office of the Prime Cabinet Secretary. PS Rono Kiprono kutoka Kericho, PS for Agriculture, and PS Korir, PS for Water. Asante. Anatoka hapa huyu PS Korir. Ni vile tuko katika maombelezo, ningeuliza ile swali naulizanga, lakini leo sio siku hiyo. Niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais, ya kwamba tumempoteza mwenzetu, na mimi nitoe rambirambi kama wale wengine ambao wameongea mbele yangu, na kutakia familia za ndugu yetu na ndugu zake, ndugu wote ambao walikuwa wanafanya kazi naye, niwatakie baraka ya Mwenyezi Mungu ili waweze kuendelea hata kama tumeachwa na mzigo mzito kwa sababu ya wapendwa wetu ambao wametuacha. Mimi pia Mheshimiwa alikuwa rafiki yangu na tulifanya mambo mengi ya siasa. Leo sio siku ya kusema hayo mambo kwa sababu ya muda. Niseme tu sisi tumeachwa na mmoja wetu, na kwa niaba ya baraza la mawaziri ambalo tunaongozwa na rais kama kiongozi wetu, tumeandika rambirambi ambao nitapeana nikienda kuketi. Nitaenda kupeana rambirambi ambayo ni kadi ambayo tumesaini tukiongozwa na rais na mawaziri wote kwa niaba ya serikali ya Kenya, kusema pole kwa familia ya Mheshimiwa Ng'eno na familia zile zingine ambao zimehusika. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru na niwaombe tuendelee kuwa watulivu, na Mungu atatupatia kiongozi mwingine ambaye ataendeleza kazi ya Mheshimiwa Ng'eno ambaye ilikuwa kazi nzuri. And I want to believe the president, as he leads us into the future, will help us to consolidate the vision, the ideas, and the interests and the priorities of the people of Emuru Dikir that were championed by the Honorable Ng'eno, so that we can honor him in death the way we honored him in life. Kwa hayo mengi, naomba tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana Bwana Deputy President. Tafadhali tuketi. Thank you very much. Asanteni sana. Familia ya ndugu yetu Johana Ng'eno, mke wake, mama, familia za ndugu zetu walioaga dunia na rafiki yetu Ng'eno, familia ya Carlos ambaye alifanya kazi kwa ofisi yangu wakati mmoja, familia ya Wycliffe Rono, familia ya Amos Kipngetich na familia ya Nicholas Kosgei. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wote wengine na wananchi wa hapa Emuru Dikir na Narok na sehemu hii yote, hamjambo. Mimi nimekuja hapa leo nikiwa na uzito mkubwa katika moyo yangu kwa kumpoteza huyu ndugu yetu, rafiki yetu na kiongozi hapa Narok na specifically hapa Emuru Dikir. Na waletea rambirambi
za familia yangu pamoja na serikali nzima la taifa la Kenya. Rambirambi zetu kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wa Emurua Dikirr na watu wa Narok County. Poleni sana kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. Jumamosi iliyopita nikiwa mkutano kule Kajiado, nilipata hii habari. Na wakati niliambiwa kumetokea ajali, na mkuu wa polisi wakati alinipigia, na baadaye mkuu wa jeshi pia akanipigia kwamba tumepata ajali, na inaonekana ya kwamba mbunge wa Emurua Dikirr alikuwa kati ya wale waliopatikana na ajali hiyo. Na nikaelezwa mahali alikuwa na mahali baadaye maisha yake ilikuja ikaishia. Ikawa ni mambo ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Ng'eno alikuwa kiongozi wa aina ya kipekee. Historia ya constituency hii ya Emurua Dikirr haiwezi kuwa kamili bila ya jina ya Johana Ng'eno. Johana Ng'eno is the reason why Emurua Dikirr constituency exists today. Kwa mbinu zote, kujitolea, the sacrifices he made and everything he did, we are very proud that today we have Emurua Dikirr constituency, and Johana Ng'eno was the member of parliament that stood out in this constituency. Mimi sio mgeni hapa Emurua Dikirr, nimekuja hapa mara nyingi. Tumefanya mikutano mingi ya kanisa, ya shule, ya maendeleo na yale mengine yote. Historia ya constituency hii, hizi barabara ambazo zimejengwa hapa, nimeshirikiana na Bwana Ng'eno katika kuzitafuta. Technical trailing ambayo iko hapa, hospitali, KMTC na mambo yale mengine yote yako na signature ya Mheshimiwa Ng'eno. Na ndio mimi nakuja hapa leo kusema poleni watu wa Emurua Dikirr kwa kumpoteza kiongozi, mbunge wenu, shujaa wa mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Katika safari ya Mheshimiwa Ng'eno, kuna mambo ambayo aliniuliza na kuna mambo tulikubaliana yataendelea. Mara ya mwisho kuongea na Mheshimiwa Ng'eno ni kama wiki mbili zilizopita. Tulikuwa na uchaguzi kule Isiolo wa mbunge wa Isiolo, na nilimuuliza Ng'eno, Kiborek na wale wengine waende katika hiyo campaign ya siku za mwisho, na Ng'eno na hao wengine walienda kufanya hiyo campaign kwa candidate wetu wa chama ya UDA, na candidate wetu wa chama ya UDA pale Isiolo alipata 90% of the vote. Nyinyi mnajua
mbali na kuwa kiongozi hapa Emurua Dikirr, Ng'eno pia alikuwa kiongozi katika jamii yetu. Alitembea sehemu nyingi, hasa katika mambo ya artists. He had a special place for artists. Mara nyingi aliongea na mimi kuhusu artists. In fact, December, vile nilisema wakati nilienda kwa family, December mwaka huu, Ng'eno alinitafuta. Na sio kawaida Ng'eno kunitafuta mara 3-4. Lakini safari hii alinitafuta, nafikiri ilifika mara 6, mpaka nikajua there must be a problem. So nikampigia simu, nikarudisha simu yake, akaniambia, Bwana President, nimepanga sherehe kubwa sana ya artists kule Eldoret. Itakuwa na watu zaidi ya 20,000. Na ilikuwa ni, I think the function was on a Saturday or thereabout. Na siku hiyo ilikuwa Thursday. Sasa akaniambia, hii mkutano kubwa nimepanga na inahitaji pesa shilingi milioni 20. Na mimi Ng'eno sina, wewe ndio utatoa hiyo pesa. Sasa nikamwangalia ule Ng'eno, nikamwambia, wewe 20 million unanipatia notice ya siku 2, hii pesa itatoka wapi? Akaniambia, sio 20 million, ni 30. Mwisho ikabidi nifanye juu chini, na nikaamurisha wizara ya sports wapange na yeye ndio hawa artists washughulikiwe. Na kwa sababu alifanya hiyo kazi ya artist kwa kujitolea, hata kifo chake ametoka akiwa ameenda kusaidia artist kule Endebess. Johana Ng'eno deserves recognition. Na kwa hivyo hiyo mpango alikuwa nayo ya kupanga hawa artists for the next 5 years. Tutatoa pesa ya serikali milioni 20 kila mwaka kupanga hiyo kazi Ng'eno alikuwa anafanya. It will be taken over by the ministry responsible for arts, and we are going to support the effort our brother and leader of this constituency, Johana Ng'eno, alifanya. Vile vile kuna maneno aliniuliza ya watu wa hapa Emurua Dikirr. Kuna barabara ya kutoka nyumbani karibu kwake pale Mogondo kuteremka kwenda Mogor na kuungana na Soit. Hiyo barabara tayari tumeitangaza. Waziri Davis yuko hapa. Wiki 2-3 zijazo nitatuma huyu deputy president akuja anzishe hiyo barabara ndio iweze kusonga, tukisongesha. Kuna maneno mengine madogo madogo tulikubaliana na yeye ya watu wa constituency hapa, Harambee ndogo hapa na pale. Huyu naibu wangu wa rais nimesema in the next 3 weeks atakuja kukamilisha hizo mambo madogo madogo ambayo yalikuwa hapa wakati atakuja kulaunch hiyo barabara. Pia kuna maneno Ng'eno alifuatilia kwa makini sana, maneno ya Mau. Alifuatilia kwa makini sana. Mimi wakati nilikuwa Narok hapa,
nilisema wakati nitapata nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa hii, wale watu walikuwa wanaishi kwa mahema pale Mau, tutawashughulikia na tutawahakikisha kwamba tumewapanga. 2023 wale watu 2,000 walikuwa wanaishi kwa mahema, wote tuliwapatia pesa, kila mtu 1,300, tukawaondoa kwa mahema, wakaenda kutafuta makao mahali pengine. Mimi najua baadaye hawa viongozi wa Narok, Governor Ntutu, CS Soipan, Ngeno, wakarudi kwangu. Wakaniambia hata ingawaje wale walikuwa wanaishi kwa mahema tumewashughulikia, kuna wengine pia ambao hawakukuwa kwa mahema lakini pia walikuwa wamefurushwa. Nikawaambia wanitengenezee orodha ya hawa watu ambao waliathirika kwa njia hiyo. Provincial Commissioner, County Commissioner, Regional Commissioner wakashughulika. Kabla ya mwisho wa mwaka uliopita nikapatiwa list ya watu 12,000 ambao wanahitaji kushughulikiwa tena. Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Narok, hawa watu 12,000 tutaweka pesa yao kwa budget hii. Mwezi wa 7, 8 tutakuja tuwashughulikie, kila mtu aende atafute mahali pa kuishi. Vile vile muliniuliza maneno ya shamba ya Cheluget. Kimamwa kunode mbare na Cheluget nyunda kyu karibu shamba ya ekari 5,000. Vile vile tumeongea na familia ya Cheluget, tumekubaliana na wao. Sisi kama serikali tutawalipa, ndio wale wote ambao wameishi kwa hiyo shamba ikuwe ni kwao, waweze kuendelea kuishi hapo. Vile vile Ngeno alikuwa anafuatilia sana maneno ya shamba ya Ang'ata Baragoi hapa. Na ndio mimi nataka nieleze watu wa Ang'ata Baragoi ya kwamba serikali tumekubali, tutalipa hiyo shamba ekari 1,100. Sasa itakuwa shamba yenu pale Ang'ata Baragoi. Na ile kuvutana kati ya jamii ya Wamasai na Wakalenjin tumeshatatua, kila mtu sasa ataishi kwa usalama. Hiyo shamba pia tumeweka pesa yake kwenye budget, mambo ya matatizo pale pia tuyatatue. Vile vile tumekubaliana, na nimesikiza viongozi wa hapa wameongea kuhusu ya mambo ya mabarabara. Nyinyi mnajua barabara nyingi Kenya zilikuwa zimekwama since 2020, 2021. Lakini sasa tumepanga vizuri, tumerudisha contractors wengi barabarani, almost 90%. Ile barabara mumesema ya kutoka Chebole kuja mpaka hapa, mnajua hiyo barabara tulijenga kwanza, mimi ndio nilipanga hiyo barabara ijengwe, iwekwe lami first time. Lakini mnajua siku hiyo tuliweka low volume, si ndio? Sasa nimesikia mumeniambia nikuje nifanye recarpeting. Hapana, haifanywi recarpeting.
hiyo barabara hata ikifanywa recarpeting itaharibika tena. Sasa nimeambia Davis tujenge hiyo barabara mpya na tuweke class B. Hiyo barabara sasa, nyinyi mnajua tunajenga barabara kutoka Nairobi ile kubwa kutoka Rironi mpaka Mau Summit, lakini ikifika pale Rongai, nyinyi mnajua hapo Rongai Junction, hapo Salga, hiyo barabara ya Mau Summit ikifika Salga, sasa tutatengeneza barabara ingine kutoka Salga kupitia Embomos kuja Konoi, ikuje ishike hiyo barabara ya Chebole, ikuje mpaka hapa Digir, alafu iteremuke iende Enosain iungane na kule Nyanza. Hiyo ni barabara karibu kilomita 190, 190 kilometers. Na hiyo barabara nimemwambia waziri kufikia mwezi wa 7 tumalizane na World Bank na wale wengine wote ambao wanatusaidia kujenga hiyo barabara, so that mimi nikuje hapa tuanzishe barabara hiyo sehemu 3, tuweke contractors mara 3, ndio hiyo barabara tuweze kujenga kwa kasi. Kwa hivyo angenole ngabo tebe yagere jitage kasir golle barabara ne Chebole yi kole kimi serikali ya gai okase so mama nyegebirgiraga barabara nata amun gebirgiraga barabara ne mi menet kumesuldoi ameje getech kumie okase ameje getech kumie au kwa moja Davis aleji barabara ni ki meje gende koi class B ninge tech rani kumonye gebirgiraga mutai. So mosi chwasi wasi kiyamwa iwo alejo nebo kago motebe aitu mole ogo sama ko ek barabara ningete Salga ogo some makaitu. So muite kidogo angen kumie lo ipango ndongale. Vile vile tumekubaliana huyu Johana Ngeno, wakati nilikuja hapa, na wacha niseme hii, unajua Johana Ngeno, wakati tulikuwa tunapanga vile hii serikali tutaipeleka mbele, tukawa tunapanga mambo ya makamati, mimi niliamua kuweke Johana Ngeno chairman ya hii maneno, kwa sababu mambo ya housing ilikuwa ni kazi ngumu, watu wengi hawangewezana naye. Hii program ya housing nyinyi mnajua imekuwa na makelele, imekuwa na maandamano, housing levy iko shida, tumeenda kotini, tumepelekwa sijui wapi, na ulikuwa unahitaji chairman mtu firm. Kuna watu wengi waliniambia wachana na mambo ya housing, wachana na maneno ya housing levy. One of them was not Ngeno. Ngeno aliniambia ngesabeano kimejano kerge ngebetai. Leo mimi nasimama hapa kwa hii jukwaa kusema housing inabadilisha taifa letu la Kenya. Leo hapa Emurua Digir tunajenga soko hapa ya kisasa ya karibu milioni 70 kwa sababu ya housing. Hiyo tulipanga na Ngeno. Tunajenga housing Mamboleo. Mumesema tujenge Njibiship.
Hizo masoko inawezekana kujengwa kwa sababu ya housing. Leo Narok mzima tunajenga masoko 12. Kenya tunajenga soko 500 kwa sababu ya housing. Leo tunajenga nyumba 1240 kwa sababu ya program ya housing. We are transforming our nation. We are changing our skyline kwa sababu ya program ya housing, mwenyekiti wake akiwa Johana Ng'eno. Na ndio kwa sababu hiyo wanakamati hawa wa housing, mimi nataka they are members of the housing committee here. Hawa wanakamati wa kamati yetu ya housing, wapigie makofi. Nilimwambia hawa watu wa housing, wakati nitaandika historia yangu nitawapatia chapter mzima kwa sababu ya ile kazi wamenisaidia kufanya kwa program ya housing. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba kwa sababu Johana Ng'eno alikuwa chairman ambaye alihakikisha ya kwamba tumefaulu katika mpango ya housing. Mambo tumejaribu kwa miaka 30 hatujafaulu. Leo tumefaulu. Hawa kamati wamependekeza ya kwamba one of the biggest estates in Nairobi yenye iko na nyumba 4,500 inaitwa Shauri Moyo. Wamependekeza kwangu ya kwamba hiyo estate kubwa iko Nairobi iitwe Johana Ng'eno Boma Yangu Estate. And therefore, I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ng'eno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ng'eno alitoa uongozi wake kama chairman. Vile vile, mnajua muliniuliza hapa tuwe na campus, university campus ya Masai Mara hapa Emurua Dikirr. Ni namna hiyo. Mimi nataka nijue kama hiyo ndio mapendekezo ya watu wa Emurua Dikirr. Kiko mwa kuna ta? Wande unek paragarango public participation. Oh, that's very good. So, amejogas. Kaya gubiga university nyogoro olegiteje university. Kogi obor chi skulit negilega poros. Maunade? Ko sukuli nata gilega poros ko ega ni garbu tamanagi nanata. So ameje ge aiguni sigetej university amu ameje atekwo ne yamo komeje koret ega ni konom. Sasa ameje ogoshine ocheng koret ngomami koret ocheng koret siala nendet ale koret anendet ocheng koret ole mi sialwo. Ameje Bwana Ndutu, wewe sasa umesema wewe ndio utakuwa nyapara ya hapa muda kidogo, uchunge boma ya your son in law. So nitakutafutia milioni 20 utafute shamba ya kujenga university ambayo itatosha. Tafadhali panga in the next 2-3 weeks iwe imekamilika. Alafu Mheshimiwa Hinga, wapi Hinga? PS wetu Hinga kama yuko hapo. Hinga hayuko. Nishamwambia tayari ya kwamba tutatoa pesa ya serikali shilingi milioni 750 ya kuanzisha hiyo university na kujenga hostels ya watoto katika hiyo university. Na mimi sasa mwenyewe nitakuja kufanya ground breaking ya hiyo university yenu hapa. Na mimi nataka tufanye hiyo kazi kwa
haraka ndio nirudi hapa before July, nikuje nianzishe hiyo kazi ya university hapa, ndio watoto wa hapa na watoto wa Kenya wapate nafasi ya mahali ya kusoma masomo ya juu. Mwisho, katika hiyo kazi yote ambayo tumesema, familia wenye walikuwa hapa walikuwa na ndugu yetu Ng'eno. Kwanza Bishop amesema mi kanisa yetu nebo gogo nekocham kwendi ngayu ako kamiyu tisindet nebo kanisa nata. Kwa wapi huyo Bishop? Wameenda kutengeneza huko. So hiyo kanisa umeuliza, niko na watu wakubwa hapa nyinyi. Sasa wewe Murkomen, Aaron, Ishungwa, nitawapatia 5,000,000 mkuje mfanye harambee mumalize hiyo kanisa. Si ndio? Tumalizie huyo ndugu yetu. Na wewe Soipan, si wewe ni waziri wangu huyu. Mkuje. Obangan ngo arawano. Oh yes. Na huyu na Ledama akuje ulete ng'ombe tukuje tujenge hiyo kanisa. Nimesikia kwa makini maelezo ya familia walikuwa na ndugu yetu Ng'eno. Familia ya Wycliffe wamesema ya kwamba kuna bibi yake amefanya mambo ya agriculture. Unaona? Head of Public Service. Huyo msichana wa agriculture uende umake sure ameajiriwa kwa wizara ya agriculture. Familia ya Carlos. Huyu Carlos alikuwa anafanya kwa ofisi yangu. Ko gagi gainet kimo Carlos ngiagure Carlos agure Robert. Ko Carlos ko gingiro ananoto. So juzi alikuwa amepata barua ya kuajiriwa kama mwalimu. Sasa tumesema hiyo barua ya kuwa mwalimu kwa sababu hata hajapata mshahara ya mwezi moja. Sasa tutapatia sister yake akuwe mwalimu. Nasikia kuna sister yake ambaye amesomea pia mambo ya walimu. Familia ya Amos wamesema familia ya Nicholas kwanza Boyondo no amesema hawana makao matinyi ole menye koine sige ngalaling wa mamande si achi ngunu ole menye so tapanga hiyo. Alafu familia ya Amos, huyu Amos Rotich amesema ya kwamba mama yake ni single mother. Unaona? Mama yake ni single mother. So amesema ya kwamba mama ni single mother, ako na watoto ambaye anawasomesha. Mtoto huyo kijana aliongea hapo wa university. Sasa huyo ni rahisi, mimi nitachukua huyo nimsomeshe amalize asonge. Wale watoto wengine wawili ambao wamebaki ya huyo mama wapi Songo. Neno Songo. Wewe Songo chukua mtoto moja usomeshe. Unaona? Someshe mtoto mmoja na nani mwingine hapa? Na Brighton, wewe Brighton chukua ile mtoto mwingine ya huyo mama usomeshe. Toste menene? Ngote menene jenga? Haya. Na kwa sababu nimesikia ya kwamba hiyo familia yote
wako na matatizo hapa kidogo kidogo ya kulipalipa gharama ya mambo yao. Wewe Ntutu utatusaidia ku find out what are the small details, lakini meanwhile nitakupatia 8 milioni, upatie kila family 2 milioni waende wafanye mambo mengine. So ang buch ko bigabe Emurua Dikir ngama jama ko Sirio kale mutyo bigabe Emurua Dikir kale mutyo eng Johanna, mutyo eng tupchoni kosirto eng ngalek cheuen. Ongen ole kimoko rahisi Arap Ng'eno, angen ale otebege ole nguno makomi Arap Ng'eno ini kone netesetai ka eng koroni. Tos motebege ameche okas kuni nga makomi tupchenyo Arap Ng'eno komi Jehova nemi barak kipsengwet ak ami president nebo Kenya notelelin. So mosich wasiwasi, ng'olyo age tugul nerartaat, ng'olyo age tugul nekimwa Johanna Arap Ng'eno kole kimoche kotep kole kosomwoiwo asiatimiza asikotestai ne Emurua Dikir ini. Ameche asomo kora alechok oamde kalya, ng'olyo age tugul notinye ochobe kalya, somet age tugul nosome osome kalya. Kimeche keegu biik agenge, kimeche keegu a united people, makimeche kopcheokis biik kele kaba chekomase koba chekomase. Mami kiy nekenyorchin yebesyo biik. Kimeche kebe kipkutinak, kimeche kemwa ng'olyot nyo koek akorib Emurua Dikir ini siobe tai pamoja. Mami chi ne nyone nyokolechino kiongozi nokwe nekata Arap Ng'eno koni, mami. Okwek yotebu ng'uny omwoiwech olechech kimeche kouni kebe tugul banda agenge, maunoto. So amakwok kaberuretab Jehova ako kamwa ale mutyo mising eng bandab Johanna, mutyo mama, mutyo family and his spouse. Yeah, poleni sana. You have a young family, but tutajua vile tutafanya kazi na wewe ndio hawa watoto wa Johanna Ng'eno waweze kusonga mbele. Mi ngalek chualage, mi ngalek abin hostel ngin yumba Tibet koko ke chop kondok tayari ko chengwa kityo contractor ke chop million $200 ke chop kondok chebo in KMTC nyu pandap tai nebo kokwani kowendi komie amena chichi. So sikebwa nyekekweri boisionik choto kochakta. Arais mameche amwa ngalek kosiryo kale biikab Emurua Dikir mutyo mising ako yematianit kebeke nyeketesetai boisionik chun alak tugul. Mungu awabariki sana na tunawapenda. Thank you very much. Tumpongeze rais tena kwa makofi tafadhali kwa ujumbe wake. Naomba tuketi kwa dakika moja ili niwaelezee itifaki za kuondoka. Let's just sit very briefly for the exit protocols. Once we have done the benediction at the end of this service, which will be done shortly, we shall have all the caskets removed in the sequence that they are. And I'll request that the KFS officers who are helping us with that to kindly take their positions now. Wale ambao wanatusaidia na kuondoa mili tafadhali waweze to take their positions. Then we'll have each of the caskets removed, having Honorable Johanna Ng'eno's casket last. After his casket, we'll have the clergy who will follow the casket, the immediate family, followed by His Excellency the President, as we now progress towards
the interment area. It is a request of the family that the area is not too big. Kwa hivyo tafadhali, let it be a private affair. Let's just have the immediate family and those that are close to come to the burial site. The rest of us will be able to view from the screens. Naomba tafadhali wachungaji mtuongoze kwa maombi ya kufunga ili tumalizie. Let us all be upstanding as we now close. Remember, we'll have the caskets removed one by one while we're still in our positions. Then we'll have Honorable Johana Ngeno's casket last, followed by the clergy, the family, and His Excellency, the President. Let us pray. Thank you. Tumeshukuru. Wacha tuombe ili tupate safari salama. Let us pray. Mighty and everlasting Father, we thank you for a wonderful program that you made us to have today. As we come to the end of this program and we travel to various places, give us your journey mercies and watch over us. Lord, King of glory, even as we go home, give us the strength, even as we do this last part of this funeral today. May your name be glorified, for this is our prayer in Jesus' name. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Virtual DJ. So let's begin to take the caskets out, tafadhali. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Tunaimba wote, Mungu wa uzima. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, Baba mwema. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Tunaimba wote, Mungu wa uzima. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, Baba mwema. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Tunaimba wote, Mungu wa uzima. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, Baba mwema. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Wheeling out the next casket, kindly. Thank you. And we'll finish with the casket of Honorable Johana Ngeno, followed by the clergy,
then the family together with His Excellency the President. We would just like to give them the honor due as we now progress to the final ceremony of interment at the burial site. Asanteni sana kwa utulivu na heshima ambayo tunawapatia tukienda kumalizia, tukielekea kaburini, mahali tutakapo walaza wapendwa wetu kwa heshima inayofaa. Tunashukuru pia hali ya anga imeendelea kushikilia ili tuweze kumaliza sherehe yetu vilivyo na vizuri bila tatizo lolote. Basi na kwa sababu ya nafasi pia familia ya mheshimiwa ilikuwa imeomba tusiwe wengi sana kwenda pale kaburini kwa sababu ya nafasi. Kwa hivyo kwa heshima tunaomba tutaweza kutizama kwa runinga kile ambacho kitakuwa kikiendelea pale. Naomba utulivu tafadhali. Watu watulie. Tunaomba utulivu tafadhali. Kwa heshima ya wenda zao, tafadhali tutulie. Tafadhali tumalize sherehe yetu kwa amani na kwa heshima ya wapendwa. Utulivu tafadhali. Na sasa taondoa we request that the hearse for Honorable Johanna Ngeno kindly be brought closer so that we can have the casket loaded, and as mentioned, followed by the family, clergy, and His Excellency the President. Starting with the clergy, followed by family, and then His Excellency the President. Yeah.
koya goro kayo ingo gai ero magigoluge yesabe Agogo wa unindeta kayane eta